Huyu mwamba anaitwa Jidena, anafanya kazi ya ulinzi kwa huyu bosi lady anaitwa Nora, na anaishi na binti yake anaitwa Simdi, na mtoto wa bosi anaitwa Fiora. Shida iliyopo ni kwamba hawa watoto hawajai kupatana kabisa. Mfano kama hapa wanagombana, lakini baadaye akawa ametokea mlinzi pale Jidena na kuamua. Fiora akasema mwache aje, lakini Simdi naye hataki kuelewa. Lakini baadaye mlinzi tu aliamua tu kumuomba msamaha mtoto wa bosi. Kisha akasema ataenda kuongea na binti yake, yani yote mtaenda kujutia kwa hili mliolifanya. Mwishowe baadaye kakaondoka. Mzee ndo akamuuliza binti yake, sasa ndo umefanya nini sasa? Ameanza yeye, afu kingine anakuvunjia heshima mpaka wewe. Nimeshakwambia mpotezee. Mzee, nimejaribu kumvumilia sana, lakini leo nimeshindwa kabisa kujizuia, lakini hujajua ulichokifanya. Lakini baadaye mama mwenye nyumba anaonekana akiwa amechukia sana, anatoka huko anamwita Jidena. Kabla hajafika vizuri akampiga kofi la hatari. Sasa mtoto wako anawezaje kumpiga binti yangu? Samahani bosi, samahani. Samahani hiyo itasaidia nini? Mzee akazidi kuomba msamaha pale. Naomba hii iwe mara ya kwanza na ya mwisho. Sitaki kusikia aina ripoti kama hii tena. Atoka hapa. Nimekwambia futika. Bana, hii ni Davijo Films na mimi naikuletea story hii, naitwa Davijo. Sasa turn on notification bell na kusubscribe. Basi baadaye Simdi akamwomba msamaha mzee wake. Hakumaanisha kile alichokifanya, lakini akawa anaomba sana mzee wake apate kazi mpya ili watoe kwenye manyanyaso ya kila siku. Mkubwa baadaye akaja kumuita Jidena na mwanae bwana. Simdi akamsalimia pale, lakini boss lady bado ana hasira kinoma. Muda mwingine ukijaribu kumpiga binti yangu, basi nitakushughulikia vya kutosha. Na hakikisha kabla sijarudi kutoka kazini umemwomba msamaha. Umenielewa? Sawa. Basi baadaye kakaja kuomba msamaha kwa Fiora. Piga magoti ndio uombe. Nini? Nimesema piga magoti ndio uombe. Wewe ni kichaa. Umeniita kichaa? Hapana, nauliza kwa sababu nimekuja kuomba msamaha wakati sijakuwahi kukukosea. Piga magoti. Wewe ni chizi kweli? Umeniita chizi? Utajutia kwa hili. Wewe subiri. Nimeomba lakini siwezi kupiga magoti. Kama utaki msamaha wangu sikulazimishi. Usiku kamekaa kamenuna kinoma, kauliza nini? Ni yule msichana kakupiga tena? Hapana, leo kanita chizi. Tena kanita mara mbili. Mama akasema namfuata huko na atajutia tangu siku ya kwanza anatia mguu hapa nyumbani. Hapana, na mpango mzuri zaidi. Unaonaje tukamfanya awe nisaidia kazi hapa nyumbani? Hicho ndio cha kufanya wewe na furaha. Ndiyo mama. Basi bi mkubwa akasema ataongea na baba yake kesho. Mzee kweli akaja kumwambia Simdi hayo, lakini baadaye Simdi hakuamini, hawezi kufanya kazi hizo. Mzee akamwambia kama usipofanya hivyo basi nitafukuzwa kazi. Lakini baadaye Simdi aliwaza na baadaye akakubali. Fiora akitoka shule ana kawaida kumwagia mwenzie maji kwa dirishani. Yesu akishua anafanya anavyojisikia na mama yake ana kiburi ya hela. Baadaye jioni anapofika pale anakaa kwenye kochi anamwagiza kila kitu Simdi. Mimi sijaagiza juisi, niletee maji kwanza. Fiora, chagua kitu unachohitaji. Nimepanda zaidi ya mara 4. Mimi ni bosi, sio Fiora. Na ikifika usiku pia anamnyoshea kitanda, lakini baadaye anakivuruga na kisha anamwagiza akinyoshe upya. Sasa ndio unafanya nini? Kama ukiongea sana basi nitakukomesha zaidi na ninakupa onyo. So Fiora ni bosi. Sasa leo asubuhi ameagiza nguo zifuliwe leo asubuhi. Yaani kanamwambia afanye kazi hiyo ya kufua nguo kabla hata hajaondoka kwenda shule. Lakini Simdi alimwambia kwamba hizi nguo nitazifua jioni na ndio inakuaga kawaida. Lakini kalimkazia kabisa. Mzee akaja kuongea na Nora akamwambia ongea na binti yako. Awe anamwacha Simdi aende shule. Akitoka shule ndo atazifua. Jidena anaweza kwenda kazini. Ongea basi na binti yako. Unapenda kazi yako au vipi? Ndio naipenda, basi naomba niende kazini. Ni kama kile alichokuwa anamwambia akiingia kichwani kabisa. Leo Jidena ametoka mizunguko akiwa anarudi nyumbani, kuna gari aliliona na kuna mtu alikuwa chini ya gari pale. Akawa anamwangalia anafanya nini, lakini pale alipomaliza kufanya aliyokuwa anafanya akaondoka. Lakini alishangaa sana. Au labda ni fundi. Sasa fundi gani anaondoka bila malipo? Lakini baadaye mmiliki wa ile gari akawa amefika. Akamuuliza, "Samahani kiongozi, kuna mtu umemwagiza afanye kazi kwenye gari yako?" "Hapana." "Kwa nini?" "Kuna mtu nimemuona chini hapa. Kama hujamtuma mtu yote kwenye gari lako, basi kagua gari yako kabla ya kuondoka." Basi mzee ile anaangalia chini ya gari, kumbe limekatwa. Ilikuwa kidogo tu ili aondoke na gari lilipuke sababu ilikuwa limekatwa chini. Basi kama bahati tu Jidena akawa amemuokoa. Basi huku nyumbani Simdi analia kinoma, amechakaza fimbo kinoma kwa sababu alichelewa kufika shule. Mzee akamuuliza, "Kuna nini? Mbona unalia?" Basi Simdi akawa anamhadisia pale alipopigwa, alichelewa kufika shuleni kwa sababu ya nguo asubuhi. Basi mzee akabidi amfuate tena bi mkubwa. Akamwambia, "Binti yako ni sababu ya binti yangu kuchapwa fimbo leo. Basi inabidi umwambie kwamba anafanya kazi zote jioni."
Jidena, una kitu cha kuongea na mimi? Naomba utoke, hakikisha una kazi ya ziada kabla ya kuja kuvunja sheria hapa nyumbani kwangu. Najaribu tu kuelekeza bosi. Toka bwana. Basi akawa amemtimua pale. Sasa mida fulani hivi usiku binti yake amelala. Akaja Fiola akamuuliza yuko wapi huyo? Na nimekupigia simu yangu haupokei. Haya, mwamshe huyo. Nimesema mwamshe. Amechoka, mwache alale. Amechoka? Hasa anachokaje? Mimi hawa nihusu. Nimesema mwamshe. Haiwezekani. Tena utoke nje. Unaongea na mimi kama hivyo? Ndio, nimesema toka nje. Akataka kumwamsha kibabe, lakini mzee akamfukuzia nje kwa kafunga na mlango. Baadaye akaenda kushtaki kwa mama yake kwa amepigwa na Jidena. Basi mama akatoka mbio mbio pale na kwenda kumpiga Jidena. Sasa yeye unawezaje kumpiga binti yangu tena? Sijawahi kumpiga. Unajua nini? Nimewavumilia sana. Kuanzia leo kazi huna. Basi mzee akabidi aombe msamaha pale asije akafukuzwa kazi. Hana sehemu yote ya kwenda hapa mjini. Anaomba basi apate muda wa kutosha ili aweze kupata kazi nyingine basi. Nimewapa dakika 30 tu peke yake. La sivyo utaita polisi. Nola akaamua kuwatimua. Kweli bana, waliamua kuondoka. Sasa hapo wamefika mtaani, wamelala nje ya barabara pale. Basi siku nzima walizunguka pale, lakini baadaye likaja gari likiwa limepaki pale. Akamuuliza, unanikumbuka? Akasema, ya siwezi kukusahau. Ile siku uliokoa maisha yangu. Yule ulimuona kwenye gari langu alitumwa kusababisha ajali kwenye gari yangu, na aliyemtuma kufanya hivyo ni mpinzani wangu wa kibiashara. Basi nashukuru kwa kuwa ulipona. Vipi, na nyinyi mnaishi maeneo haya? Hapana, si hatuna maeneo ya kuishi. Basi ingeni ndani ya gari. Ikabidi wapande ndani ya gari na kisha kuondoka. Lakini baadaye walizidi kujuana zaidi na paka kawaonesha vyeti vyao. Mzee anaitwa Chidi. Akasema, nimeona vyeti vyako na umegraduate masuala ya biashara. Naomba ufanye kazi kwangu. Sijaelewa, unataka nifanye kazi kwako? Ndio, kuna mshirika wangu mmoja tulipanga kuanzisha biashara na hatukupata mtu wa kusimamia hiyo nafasi. Sasa kwa vyeti vyako tunaona kabisa unaweza kuifanya hiyo nafasi. Je, uko tayari? Niko tayari kabisa. Basi mzee akamwambia anachukua niwatafutie apartment ili muweze kuishi kwa muda. Basi aliweza kupata kazi. Sasa huku kwa Nola anaongea na watu wa ardhi. Ameona ardhi nzuri anataka kuinunua. Ameshatoa na ila milioni 20 na bado milioni 20 nyingine. Sasa hiyo milioni 20 ikabidi aichukue kwenye kampuni ili aweze kumalizia malipo. Sasa alipofanya malipo, baadaye anakuja kufuatilia simu haipatikani na malipo yote aishafanya. Kumbe ilikuwa ni matapeli bwana, na alikuwa ameshalipia hela zote na zingine alikuwa ameshachukua kwenye kampuni, yani furu majanga. Na siku zinaenda na sasa hivi hawakai kule ndani, wanakaa pembeni pale alipokuwa anakaa Jidena na Simdi. Mama akaanza kuuza vitu vyake vyote vya samani kama gari, nguo zote vyote ili kuweza kulipia madeni ya kampuni. Kumbuka kujua kama atakuja kutapeliwa. Na anadai nyumba aishakuja kuiuza na mmiliki wa nyumba atakuja kukaa hivi karibuni. Sasa dogo analalamika, umeuza gari? Mimi sikulalamika. Leo umeuza paka nyumba? Ndio, nimeuza vyote hivyo na sasa hivi hatuna pa kwenda. Imebidi nifanye hivyo kwani ni either ningefungwa au nifanye hivyo nilivyofanya sasa hivi. Hatuna pa kwenda au nyumba wataruhusu tuweze kukaa kwa nyumba yao. Kama wasipoturuhusu basi tutaenda kuishi mtaani tu. Basi leo mzee Chidi amemleta Jidena kwenye ule mtaa aliokuwa anaishi. Chidi akamwambia, nimebidi kuanulia nyumba wewe na mtoto wako. Sijaelewa unamaanisha nini? Jidena, unaona ile nyumba pale? Kutoka sasa hivi ile ni nyumba ambayo itakuwa mnaishi na ni ya kwako. Umenipa nyumba? Ndiyo, kwa sababu unaiendesha kampuni vizuri na inaenda vile nilivyokuwa naitarajia. Wewe endelea tu kufanya kazi kwa uaminifu na ngoja nimpigie mwenye nyumba ili uweze kuongea naye. Sasa unajua hii nyumba aliyenunua ni ipi? Ni ya bosi wake bwana. Na Nola alisema ameuza. Unafanya nini hapa? Mimi ndio yule mtarajia. Sina muda wa kubishana na wewe Jidena. Naomba utoke nje ya nyumba yangu. Unamaanisha nyumba yangu? Hivi utakuwa umechanganyikiwa Kuna vitu vimekuvuruga. Akafunga mlango pale. Mchizi akaona sawa tu na kusubiri tu, naona utarudi. Hajafika hata mbali simu inapigwa tena. Anaambiwa mmiliki wa nyumba yuko getini hapo. Unamaanisha Jidena? Ndio, huyo ndio mmiliki wa nyumba sasa hivi. Baadaye akaja akiwa mpole kinoma. Maisha yanabadilika kinoma. Basi leo Jidena ndo mmiliki wa nyumba tena ile walikuwa wanamnyanyasa kipindi kile walipokuwa wakiishi hapo nyumbani. Basi
Simdi akawa amefurahi kinoma, ili amefika tu akaanza kubandika picha. Lakini baadaye Nora anaingia ndani na anamuomba Simdi awapishe kwa sababu ana maongezi kidogo. Basi Simdi akawapisha. Naweza kuongea na wewe sasa hivi? Binti yangu na mimi tunaweza kukaa kwenye nyumba yako kidogo? Hapana. Please, tunaomba tukae hata kidogo. Hatuna pa kwenda. Lakini kumbuka, viatu hivyo unavyovaa wewe na mimi ndio niliovivaa na nilikuomba kabisa nikae hata muda kidogo, lakini ulikataa. Je, vipi kama jambo baya lingetupata, lakini siwezi kukulipa mabaya ambao uliweza kutufanyia. Sasa basi mtakaa paka mtakaopata sehemu ya kukaa. Basi mwamba aliamua tu kuwasamehe na wakaendelea kukaa pale pale kwenye ile nyumba. Sasa leo kwa nje alikuwepo Simdi ana play game kwa raha zake. Akaja Fiola pale. Kwa hiyo mpo hapa na baba yako ili muweze kuomba ulinzi kwenye miliki wa nyumba mpya. Simdi akamwambia, unaongeaje? Unajua siongei na wajinga, unaniita mimi mjinga, utaenda kujutia unaongea wewe. Basi kalikuwa kajajua kwamba wale ndo wamiliki wa ile nyumba. Basi mama yake akawa amemwambia kila kitu kuwa Dena na mwanae ndo wamenunua nyumba. Wanawezaje kununua nyumba hao? Mbona ingia akilini kabisa? Kwa sababu watu turuhusu tuendelee kukaa hapa kwa sababu ya wale yote ambao tuliowafanyia. Basi mama akamwambia tu nishaongea nao na wameshatukubalia tuweze kuishi nao mpaka huo muda ambao tutakaweza kuwa sawa kimaisha. Basi siku kadhaa baadaye mama akaenda kwenye interview ya kazi, lakini hakufanikiwa. Akasema ile kampuni nilikuwa nafanyia kazi mwanzo imetuma taarifa zangu zote kwa makampuni mengi hapa mjini, kwa hiyo siwezi kupata kazi sehemu yoyote ile. Basi baadaye akaja kuomba kazi kwa huyo mwamba kwamba anaweza kupika, atakuwa anafanya kazi za hapa na pale, lakini akasema mimi siwezi kukupa hiyo kazi. Lakini baadaye Simdi akaja kuwaombea akasema kwa sababu amekuja kuomba, mimi naomba tu tumsaidie. Si unajua hana pa kwenda, basi tumsaidie tu baba. Hivi unajua Simdi ana huruma na wao kweli. Nadhani anahitaji kulipa kisasi. Unajua ni vizuri kuwasaidia watu. Basi mzee baadaye akawa amekubali na akasema kuwa amefikiria, basi atamruhusu kufanya kazi hapo nyumbani na atamlipa naira 100,000. Basi akawa ametoka kwenda kupokea simu. Unataka kwenda wapi? Wewe unahitaji kazi? Ndio nahitaji kazi. Na unahitaji kulipa naira 100,000. Basi kakamwambia nina ombi moja. Ninataka Fiola aweze kufanya kazi kwangu. Baadaye mama akaja kumwambia mtoto wake. Fiola akakataa, akasema mimi siwezi kufanya kazi kwake. Basi mama akamwambia tu kama usipokubali basi hatutoruhusiwa kuendelea kukaa hapa. Basi baadaye kakabidi kakubali. Basi kibao kikabadilika. Akaja akakaa chini akamwambia naomba juisi. Umesema ni deki, nimesema nataka juisi. Unataka kitu kingine zaidi ya juisi? Nauliza maana sitaki kupanda na kushuka. Nishashuka zaidi ya mara moja. Alafu nataka nikuonye, nataka nikwambie, unataka unisikilize kwa kila kitu nitakachokuwa nakwambia. Basi baadaye ikabidi tu alete juisi. Na sio kwamba juisi nataka kuinywa. Ikabidi imwage pale chini yote na aanze upya kudeki. Yaani ubaya kwa ubaya. Akitaka kitu anamwagiza Fiola, kama hapo remote iko mezani tu akamuita aje amletee. Sasa ikifika usiku anamlisha biskuti huko anamsomea kitabu. Yaani anamfanyia kila aina ya kitimbwi ili kuhakikisha analipiza kila kitu. Hakuishia kwa Fiola tu, paka kwa mama yake. Alihakikisha analipiza yote waliokuwa wanafanywa mwanzo. Nimekwambia eti chakula hapa, na una kipeleke mezani. Basi Nora akakisogeza pale. Sasa nini leo? Sasa simama tu bila kuweka hapo chini. Unataka nifanye nini kama hakuna meza? Weka hapo kwenye hiyo meza iko hapo mbele. Mama akakiweka pale kisha akaondoka. Sasa leo Fiola anatoka shuleni, anatembea kwa miguu. Mzee akaamua kumpa lifti pale. Simdi akataka kuzingua pale, sema tu mzee ndo ameamua. Akaja kumsimulia mama kila kitu. Na pia akasema Mr. Dena ni mtu mwema sana. Hakustahili kufanywa kila kitu kilichomfanyia. Basi mama akakubali tu. Sasa hapa leo Simdi akawa anampokea mama yake na Fiola. Kwa nini unafanyia vibaya hapa? Mzee alikuwa nyuma pale akiwa anamsikia yote aliyokuwa anasema. Akamwambia njoo ndani kidogo. Akamuuliza ndo nini hicho unafanya? Baba, lakini wale watu wanatakiwa walipiwe kila kitu walichotufanyia. Yaani tuwalipize yote. Akamwambia hilo ndio sababu iliyokufanya uniambie tuwaajili. Simdi akasema ndio, mimi najaribu kuwapa somo tu. Mzee alichukia kinoma, akamwambia
sitaki hili lijirudie tena, wewe ndio utakuwa mbaya zaidi yao. Ugumu wa maisha ukaanza kuwafunza Fiora na Nora kuwa wema, na wakagundua maisha yanabadilika siku zote. Basi siku zikawa zinaenda, sijui Simdi aliambiwa nini na mzee wake, baadaye urafiki ukawa karibu kabisa. Sasa leo mama anaingia, anakuta Simdi na Fiora wanacheza pamoja. Na alipomsalimia tu, Bimkubwa leo alishangaa sana, akamwambia asante bosi. Akasema hapana, nite jina langu tu. Nini kinaendelea kwani? Mimi na Simdi ni marafiki sasa hivi. Basi hapo mama akawa na amani. Simdi akaanza kukubali Fiora na mama yake kama marafiki na si kwa ubaya tena kama mwanzo. Leo mzee alikuwa na kikao cha muhimu sana kwenye kampuni. Na siku hiyo leo alitakiwa kuwa shuleni kwa ajili ya Simdi. Siku ya kuwa Jidena yuko bize, basi mama aliamua tu kuja kumwambia Simdi kuwa ataenda kwenye kikao na kuwasimamia wote wawili. Ile siku ikapita. Leo ajaenda kulala paka usiku mnene, huko anamsubiri Jidena arudi. Akamwambia nilikuwa nakusubiri, acha kwanza nikakuandalia chakula. Akasema hapana, nitachukua peke yangu mwenyewe. Najua utaki kuchukua chochote kutoka kwangu bosi, ila leo naomba nikusaidie leo. Unaonekana umechoka sana. Mzee akamwambia basi sawa. Basi baada ya kula akaanza kuongea kidogo. Tena ni maongezi ya amani kabisa. Akamuuliza hivi, nini kilitokea paka ukapoteza kila kitu kilicho chako? Basi akaanza kusimulia pale alipochukua hela kwenye kampuni, akalipia na alivyotapeliwa. Basi akauza kila kitu cha ndani ili aweze kulipa madeni. Na haikuishia hapo, basi taarifa zake zilisambazwa kwenye kila kampuni. Na ndio maana paka sasa hajaweza kupata kazi. Haya bwana. Basi wakawa wanaishi kwa amani hapa nyumbani. Yaani amani ikawa imetawala. Hakuna tena ule ubaya. Mzee akaamua kuwasamehe kabisa. Simdi naye akaamua kuwasamehe kabisa. Anaishi na Fiora kama ndugu yake. Imepita kama mwezi hivi. Na Fiora na mamake wake nje. Wanakaa ndani kabisa kwenye vyumba vya wageni. Na leo ameenda kwenye interview akaambiwa ampata kazi. Licha ya kampuni yake kumsambazia ubaya. Akamshukuru sana Jidena kwa sababu yeye ndiye aliyempambania. Akawa anamshukuru pale akiwa anaondoka. Kuna kitu kama mzee alitaka kufunguka vile. Wamekaa ndani ya mwezi mmoja kwa amani. Lazima kuna chembe za mambo ya mubashara ndani yao. Hata Simdi aliona hilo. Akamwambia inavyoonekana hata yeye anakupenda pia. Unaongea nini? Mimi simpendi. Simdi akamwambia sawa, naelewa kila kitu. Najua utaki kuongea hayo. Mama ampata kazi lakini bado hajaondoka kwa Jidena. Nahisi anasubiri nini hasa? Mzee leo akaamua kumfungukia Nora. Akamwambia kuna kitu mimi nahitaji kusema siku nyingi. Nora akawa anasikiliza tu, akamwambia nakupenda eti. Basi Nora akajingatangata pale, akasema nakupenda pia, kwa hiyo tuifanye rasmi eti. Basi watoto wametokezea pale, akasema yes. Hicho kitu tulikitegemea kwa muda mrefu sana. Ndio maana kila muda tulikuwa tunawapa wakati. Basi jamaa akaamua kumchukua Nora na kuishi naye kama mke wake. Na hapo ndio inakuwa mwisho wa hii movie inaitwa The Switch.